anaitwa Charles Alex Kasondeka. Charles Alex Kasondeka anatokea maeneo yanaitwa Katunguru Ishisha, iko Urambo. Anasali kanisa la EAGT kwa mchungaji Isaac, na namba ya simu ya mchungaji iko hapa. Najua sasa hivi wako ibadani, tulitaka tumpigie mchungaji kumuuliza kama anamfahamu huyu ndugu na nini. Yeye ana changamoto, ni mlemavu wa macho, na anapita anakuwa anaomba msaada kwa watu wa Samaria wema waweze kumsaidia na hivi na vile. Na sisi kanisani kwetu tulishafungua mlango, hatutaufunga. Tukiwa na kitu tutafanya, tukiwa hatuna tutasema hatuna, na wanaofanya ni mimi na wewe. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi tutamuomba aje hapa mbele, halafu wale wachache au wengi wenye kitu chochote cha kuweza kumbariki huyu ndugu. Maandiko matakatifu yanasema nalikuwa na njaa mkanilisha. Halafu watu watauliza, ni lini ulikuwa na njaa Yesu? Yesu huwa anakuwa na njaa kupitia watu, na anaweza akaja mbele ya watu Yesu katika nyakati kama hizi akihitaji aguswe na watu. Najua naongea na watu wanaonisikiliza vizuri, si ni sawa Kwa kile utakachokifanya kidogo kwa moyo wa kupenda, utakuwa unakifanya kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Inawezekana haujafanya maandalizi kwa sababu hatakuwa tunajua, labda una kitu nyumbani. Usifanye kile ambacho hauna, kile ambacho unasikia ndani. Bahati nzuri Roho Mtakatifu mpaka sasa yuko anaongea na watu. Hatuwezi kumwacha hivi hivi ndugu yetu. Kuna kitu unaweza ukafanya. Karibu sasa Bwana Charles, msaidie Charles Alex Kasondeka kufika kwa ajili yake. Kiwa kwenye hali ya namna hii ya maisha, unaweza kugundua kwamba ukipata watu kushika mkono ni jambo la baraka. Sogeza hapa mbele, asimame, angalie watu kule. Amen. Sasa Bwana Charles, wewe unafikiri unahitaji nini hasa? Kitu gani ambacho unasikia kuhitaji zaidi? Chakula. Una mke? Watoto? Mke huna, yalienda wapi? Mlipishana naye? Ila una watoto. Mchungaji wako hii namba yake inapatikana? Inapatikana. Ni ofisini kwake. Okay. Kwa hiyo ulikuwa unaenda wapi sasa? Ulipajua hapa kanisani kwetu? Panda gari. Na kwenda Malo, nilivyoshuka nikaomba bodaboda, naomba nisaidie nipelekee kanisa la Kipentekoste lolote lilopo jirani na hapa. Ule bodaboda ya kusita kanileta kanisani. Nilipofika kamsemesha mpendwa mmoja, kanifikisha mpaka hapa kabisa. Kwa nilipofika nikaomba nionane na kiongozi yote wa kanisa nifikishe hili lililonileta pia na kuabudu. Sawa. Mmesikia maelezo? Kwa hiyo alikuwa anakuja na sema mashushwe, akashushwa, akamwomba bodaboda mpeleke kanisa lolote la kiroho, alafu lolote likawa hili. Kidogo mchungaji, mimi hali sijazaliwa nayo. Nimezaliwa nikiwa mzima. Nimesoma mpaka form 4 nikiwa mzima, na nikajiunga na mafunzo ya ufundi Fitter Mechanics course Dodoma pale. Nilikuwa na operate crane ya mizigo. Nilipata tu shida ya mshtuko wa afya, nikapooza mwili, nikachunguzwa, nikakutwa na uvimbe kichwani kwenye ubongo, ikawa imeua macho yangu kabisa. Nirudi nyumbani. Naishi kwa neema ya Kristo. Wapendwa wananisaidia manguo, chakula. Basi napobidi kuomba naomba. Amen. Ni hayo tu mchungaji. Sawa. Mimi nafikiri hatuhitaji mambo mengi sana, si ndio? Sisi hapa kanisani kwetu, mtu akija tukasikia amani ya kumsaidia tunamsaidia. Akiwa ni mtu alidanganya, yeye atajuana na nani? Na Mungu. Lakini kwa huyu ndugu jinsi alivyo, anahitaji msaada. Si ni sawa Ni sawa Haya, sasa wale watu ambao wanaamini kuna vitu vya Mungu kwenye maisha yao, kwamba nilivyo navyo ni vya Bwana,
unaweza ukaja hapo, unafika tunasema mimi nitatoa kiasi fulani, nitamsaidia ndugu, nitatoa, na sisi baadaye tutakuwa tumeshapata mawasiliano mazuri ya kule anakotoka, kwa tunahakikishia kwamba hatutakosea. Amen. Amen. Haya, niwapate watu sasa wenye tayari waje hapa mbele, wenye tayari wa kufanya. Simama. Asante. Usisubiri mwingine aje, ni wewe ndio unahitajika. Baki naye tu kwanza. Mwingine ambaye ana chochote cha kufanya nyakati kama hizi, inawezekana ukuja na kitu. Era haiwezi kuwa na thamani ukibaki nayo kwenye mazingira kama yanakuwa, hakikishia haitakuwa na nguvu. Tufanye, njoo upange hapa mstari, tumsaidie ndugu yetu. Asante. Asante. Wengine wametokea upande huu. Asante. Asante. Usitoe, weka hapa. Simama hapa mbele. Asante. 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 Wengine wanatafuta pesa. Asante. Utafanya njia Asante. Mungu awabariki sana kwa moyo wa upendo. Utafanya njia. Nalikuwa na njaa, hamkunipa chakula, lakini katika hili anasema naliwafikia nikiwa kipofu, mkanisaidia. Afu mtu mmoja anasema, Yesu, ni lini ulikuja ukiwa kipofu? Afu atakukumbusha ili tukio, unasema kumbuka nilifanya kitu. Sio kwamba hatuna vitu nyumbani, ndugu zangu, yaani utakuwa unajidanganya. Tunavyo. Walioleta pesa taslimu, naomba mzilete hapa. Pesa taslimu zije hapa, ambao wana vitu. Nani anaweza kaja kazishika hizi? Kinga hivi kwa mikono. Unafanya njia. Yesu, unafanya njia. Yesu, unafanya njia. Yesu, unafanya njia. Simameni hapa nyie ambao mmesimama. Kuna huyu amesema watatoa bata moja. Watatoa bata moja. Lakini mzee Mtasha amesema ana suruali nzuri nyumbani, amesema ataitoa kwa ajili ya ndugu yetu, na ninajua itamwenea. Ukiangalia hata body structure zinaenda vizuri. Lakini kuna Shekina amesema analeta baadaye shilingi 5,000. Mama Mwando amesema analeta kisado cha mahindi. Sasa sawa Mama Mwando? Kisado cha mahindi. Nani mwingine labda ana kitu ataleta baadaye ili tu wala hata sikusikia. Huyu ataleta shati moja nzuri, anasema, na suruali moja safi. Kuna mwingine labda amebaki huko. Amen. Sasa
shati mbili kwa mkanyari. Mchele kilo tatu mchele pale, kilo 3. Mama Mosi, kisado cha mahindi ndoo ndogo, anasema lita 10 ya mahindi. Suruali na shati lake, anasema suruali na shati lake kabisa. Pigia Yesu makofi. Na kuna suruali kwa Onesimo. Debe moja la mahindi kwa Daktari Deus. Lita sado moja ya mahindi. Evonia pale, mashati mawili. Barikiwe sana, mashati mawili. Kuna pale kilo 2 za mahindi. Neema, kilo 2 za mchele. Kuna mwingine pale, naona pale mama nanili, 1000 ya mahindi, sado moja ya mahindi. Ila hapo na mimi nimechanganya 1000 ya mahindi natoka wapi? Sado moja ya mahindi. T-shirt na jinzi. Umeona, kwanza amemwangalia pigo alizopiga. Si unajua vitu na vitu hapa. Kwa atampiga pia t-shirt na jeans. Safi kabisa. Safi. Amen. Na zaidi ya hayo yote tunamwombea pia. Kuna yule pale. Nini? Kilo 2 za mahindi. Mama Peace, sado moja ya mahindi. Amen. Unasikia haya nayoendelea, si ndio? Amen. Hawa ni watu wa Mungu ambao wanataka kushiriki na wewe mapito unayopitia, lakini katika hayo yote huu ni ushahidi kwamba Yesu hajakuacha. Yesu hajakuacha. Atasimama na wewe na watoto wako, na sisi tutaendelea kuwa ndugu na rafiki wa kwako. Hapa sasa umepajua, wakati mwingine utachukua namba ya kwetu, unapiga simu, siku fulani nitawatembelea. Hatuwezi kuchoka kufanya kwa mtu anayetuhitaji. Tukiwa hatuna, tutakwambia hatuna, lakini Mungu anatusaidia kwa namna ya kipekee. Naomba sasa ugeukie huku kwangu ili nikuombee. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, wewe sio Mungu tu unayetenda mambo ya kawaida ya fedha na vitu vingine, lakini pia ni Mungu mponyaji unayeweza kurudisha afya na uzima wa huyu mtu. Kama alikuwa mzima, maana kuna uharibifu ulipita. Kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, ninaharibu kila aina ya ulemavu ndani yake kwa jina la Yesu aliye hai. Nguvu za giza, pepo, majini, roho kutoka kuzimu, uchawi, kwa jina la Yesu toka ndani yake. Mwachie kwa jina la Yesu. Achia maisha yake. Bwana, huyu ndugu umpe afya wewe, umpe uzima wewe, hali yake uirejeshe hali ya uzima kuanzia sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Mkono wako Bwana uwe juu ya maisha yake, yeye na watoto wake kuanzia leo. Neema ya Bwana Yesu na uponyaji wa kiungu viwe juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Viwe juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Watoto wako, uzao wako pamoja na wewe mfunikwe na nguvu za Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa sababu ni mwema na ni mtendaji mkuu wa haja zetu siku zote. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Pigia Yesu makofi. Mungu akubariki. Amen.